navumilia kwa sababu mateso ninayoyapata hapa na mateso ambayo niliyapitia huko nyuma, haya ni cha mtoto. Yaani ukiwa na pesa, hata maumivu ambayo unayapata ya vidonda ni kawaida sana. Yes, mambo vipi mfuatiliaji wangu? Matumaini yangu mzima wa afya popote pale ulipo. Leo tupo na brother ambaye ana utajiri uliokithiri, ama utajiri ambao sio wa kawaida, lakini cha ajabu inasemekana zile za chini chini kwamba anatumikia adhabu, kwamba kuna makosa aliyafanya. Ni adhabu gani ambayo anatumikia atatuambia, lakini pia ni makosa gani ambayo aliyafanya ataenda kutuambia, lakini ataenda kutuambia pia kwa nini amekubali kuishi maisha haya ambayo anaishi, kwa sababu sio maisha mazuri, lakini pia ni maisha ambayo tuseme yana mateso, lakini mwisho wa siku yanakubali kuishi, anakubali kuyaishi na maisha mengine yanaendelea. Wanasema utajiri una siri nzito, basi pengine tunaenda kupata siri nzito ya utajiri ambao pengine unampelekea brother hapa aweze kutumikia adhabu hii ambayo anaitumikia. Brother, na kwaje? Poa vipi bwana? Shwari, kwema. Kwema, habari ya uzima? Pole na majukumu. Nashukuru sana. Nashukuru, lakini nashukuru kwa kupokea mwaliko wangu kuweza kufika nyumbani kwangu. Okay. Matajiri wengi sana wanavyopitia nyakati ngumu kama zako, wao wanakuwa wakali, wao wanakuwa sio wakarimu kwa watu kama sisi. Kwanza nishukuru kwa kutukaribisha mpaka kufika hapa. Nasema ni miemko tu ya watu, huenda ndio inayopelekea mtu anakuwa mkali, lakini ile busara ya ndani kwa mtu huwa inaendelea kuwepo. Yaani busara ya mtu ipo moyoni mwake. Unaona? Kuna mwingine anaweza kuwa yani ni in nature tu, mtu amezaliwa tu na hiyo tabia yani ya kuwa mkali, hata akija kupata pesa, especially kwa sisi ambao tumetoka maisha ya chini. Unakuja kupata pesa, unakuja kubadilika ukubwani. Sasa kitu kama hicho mimi sina kabisa. Unaona, nimekualika huko kwenye nyumba yangu, tupo kwenye hii rufu. Unaona nyumba zingine, angalia kwanza huu mtaa. Mtazamaji, nitakuonesha ujishuhudie mwenyewe. Huu mtaa unaona gorofa lipo ni la kwangu tu. Unaona huu mtaa wote. Unaona nyumba zote ni za chini. Kwa mimi nawachungulia tu hapa wote hao. Kuna picha moja niliona, tajiri amejenga nyumba kali sana katikati ya maskini. Watu wakasema, kila mtu aweke comment yake pale. Mmoja akasema huyu lazima awe anakabwa, hawezi kusurvive, atalogwa na nini, kwa sababu maskini wengi wana asili ya kuwa na roho mbaya kwa matajiri. Kwa upande wako unaishi nao vipi hawa watu? Mimi kwanza naishi nao vizuri. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nawasaidia sana. Japokuwa huwezi kujua moyo wa mtu unapokeaje ule msaada. Kuna wengine wanaongea maneno chini kwa chini na yapata, lakini huwa sijali kwa sababu binadamu kusemwa ni kawaida. Na nasema mti wenye matunda lazima upigwe mawe. Kwa hiyo nachukulia kawaida tu, lakini kuna wengine wanagoma kabisa kupokea misaada. Wanakuambia hizo hela za kishirikina, hela sijui za Freemason, naweza nikawatoa kafara, kitu ambacho sio kweli. Lakini kitu ninachokifanya mimi ambacho naona moyoni mwangu kinanipendeza mimi, na ili mradi tu sivunje sheria za nchi na wasaidia watu, kwangu mimi is okay. Hata mtu aongee maneno yake pote yeye mwenyewe. Hivi kwa wiki watu wanakuja hapa kupanga foleni kwamba yani mimi huwa unawasaidia mara ngapi kwa wiki? Mimi hapa natengaga siku zangu ambazo nakuwa niko free, especially sana inakuwa ni Ijumaa. Ijumaa, na sipendagi mtu aje kupanga foleni kwa sababu hapa kuna watoto. Pia napokea wageni tofauti. Sasa watu wakiwa wanakuja kupanga foleni hapo inakuwa ni vurugu. Unajue kwa mfano sasa hivi hapa ndani naishi na watu 7. Kuna 2 kutoka Kongo, wamekuwa jamaa zangu sasa hivi. Wananifundisha hadi kile lugha yao ile wanaita Lingala. Okay. Lingala tena na French. Sijui mbote na yope. Wananifundisha, wameshakuwa rafiki zangu. Kwa hiyo na fly spend mimi kuona watu wanakuja kupanga foleni. Kwa hiyo natengaga siku ya Ijumaa na wazungukia tu hapa majirani zangu. Kama siku hiyo nimeandaa tule chakula pamoja, ndo nawaalika waje hapa nyumbani tunakula chakula, au siku nyingine nanunua tu vitu vile vya kuwapelekea pengine watoto wapo majirani hao. Safi, maisha yanaenda vizuri kabisa. Kwa mtazamaji nadhani amekiona kidonda ambacho inasemekana ni adhabu ambayo unatumikia baada ya kukosea. Napenda kufahamu ulikosea nini, wapi, kwa nini? Sasa unapozungumzia Freemason, ni jamii asili. Kuna baadhi ya makosa ambayo yapo kwa sababu makosa ya mtu ni maagano. Kila memba anapoingia katika chama kuna maagano ambayo anaenda kuyaweka baina yake yeye na miungu, na kuna taratibu ambazo zipo katika chama. Umeweza kuona kidonda changu.
Umekiona? Ya, Wadudu wengi sana. ni kawaida na huwa kinanipa maumivu makali wakati wa usiku, lakini navumilia kwa sababu mateso ninayoyapata hapa na mateso ambayo niliyapitia huko nyuma, haya ni cha mtoto. Yaani ukiwa na pesa, hata maumivu ambayo unayapata ya vidonda ni kawaida sana, na huwa kinatoa harufu. Kama kuna muda wakati unaingia, sijui kama ulikuwa unaipata ile harufu, kinakuwa kina harufu kali. Na harufu kali sana. Kinakuwa na nzuri. Unaishi kwenye sehemu yako kwamba huwakwazi watu wengine. Mimi hamna naye mkwaza. Yeye akiona na mkwaza basi aondoke aniache, kwa sababu ni maisha ambayo mimi nimechagua. Na hii adhabu naitumikia kutokana na makosa ambayo nimeyafanya katika chama. Na niwaambie tu hata kwa memba ambao wanataka waingie katika chama ni kwamba huku utakapokosea adhabu zipo. Lakini mimi kosa langu alikuwa kubwa sana, ndio maana naona nimepewa tu kidonda. Lakini kuna wengine unaweza ukapokonywa mali kabisa. Unaona? Ukapokonywa mali ukarudi maisha yako yale ya awali. Lakini pia kuna unaweza ukatiwa uenda wazimu. Inategemea sasa na makosa. Makosa yapo ya aina tofauti tofauti, lakini siwezi nikayaweka wazi kila mtu akafahamu. Lakini kwa mtu ambaye anahitaji aje, lakini sio rahisi kama wanavyofikiria. Kuna mambo mengi hapo huku. Ndio hivyo bwana. Okay. Mtazamaji, ni exclusive ya maana sana ambayo natamani ufahamu siri ya chama kizima cha Freemason, kwa sababu hayo ni machache ambayo amezungumza, na tunaendelea kupiga naye story hapa tuweze kufahamu namna ambavyo anaweza kusurvive. Nimeona wale wadudu, wewe una pesa, hauwezi labda kujisafisha? Sasa nikwambie kitu kimoja, ndio maana hapo nyuma kidogo nimekwambia unapoingia katika chama cha Freemason kuna maagano ambayo unaenda kuyaweka baina yako wewe na falme. Kwa unaona wale wadudu hata usafishe vipi hawezi kusafishika, wataendelea kudondoka hivyo hivyo. Hata usafishe vipi wataendelea kudondoka hivyo hivyo. Napenda kufahamu kidonda kilianzaje? Unaanza tu kama muwasho wa kawaida. Siku ya kwanza, siku ya pili unaona kama kamechimbika hivi kidogo. Siku ya tatu kinaendelea kinakuwa, lakini mwisho wa siku nadhani natumikia kwa muda, baada ya muda ataweza kukiondoa. Lakini adhabu yoyote uwezo ukapewa kwamba majibu yake kwamba baada ya muda fulani kitatoka. Hapana, mimi nitakitumikia atakapoamua sasa kusema sasa hivi bwana adhabu yako imeisha, basi nitarudi katika maisha ya kawaida na hapa patarejea na patajiziba, patakuwa sawa. Adhabu anakupa nani kwenye chama? Yaani wewe ulipewa na nani? Wewe kama wewe, hiyo adhabu ulipewa na nani? Wale ambao tunawatumikia, wale tunaoabudu, wao ndio waliotoa adhabu hii. Lucifer. Ndio. Umetuambia pia kuna adhabu ya kupoteza mali. Adhabu ya kupoteza mali, kwa nini hukuamua upate adhabu hiyo, kaamua kupata adhabu hiyo ambayo pengine inakuumiza kila siku? Labda nikwambie kitu kimoja bwana mwandishi wa habari, ni kwamba adhabu wewe hujipangii kwamba bwana mimi nataka adhabu hii, nataka adhabu fulani. Hapana, adhabu zote zinatolewa na wao. Yaani kama unavyoenda mahakamani unasomewa hukumu, hakimu ndo ambaye anapanga, lakini kwa kufuata zile taratibu. Bwana huyu atafungwa miaka kadhaa, huyu atafungwa miaka kadhaa kulingana na kosa ulilofanya. Kwa hiyo sio kwamba mimi najipangia adhabu, bwana mimi nipangie adhabu hii hapa, hapana. Lakini pia kingine, kwa mimi binafsi nisingekubali kupoteza mali, nirudi maisha ya chini, nitaishije kwenye jamii? Siwezi kabisa. Hauwezi kabisa. Siwezi kupoteza mali nirudi chini kabisa. Jamii yani jamii itanionaje? Hata wewe mwenyewe just imagine unanikuta kesho mimi niko pale kapuku kabisa. Aibu hiyo. Ni aibu kubwa. Yaani siwezi. Unaendelea lakini kuwapokea vijana ambao wanahitaji kujiunga na chama? Siwezi kuacha. Ndio maana nimekwambia hapa ndani na vijana 7, wawili kutoka Kongo na wa Kenya, lakini pia na wa Tanzania hapa. Sana sana huwa nadili sana na watu wa kutoka Kongo, Kenya, Zambia, yani around East Africa. South Africa na Oman huko ni kidogo sana, lakini wengi nao wapokea hapa nyumbani wa kutoka Kongo. Yani East Africa ndo. Inaonekana kwamba watu ambao wanafikia kwako ili uweze kuwasaidia kuwaweka karibu na utajiri huwa wanafanikiwa haraka. Nataka kufahamu nini siri ipo kwako? Sio tu kwamba wanaofika hapa nyumbani ndo wanafanikiwa haraka, hapana. Taratibu ni zile zile. Hata wale ambao wapo nje ya nchi, mfano wapo Kongo, kuna wengine wanashindwa kufika, kwa hiyo huwa tunasafiri sisi tunawafuata huko.
Wote wanafanikiwa kwa sababu taratibu ni zile zile. Kikubwa kinachoangaliwa ni nyota ya mtu. Nyota yako ndio ambayo itakufanya wewe uingie katika mafanikio. Yeah. Hongera sana bro. Nashukuru. Karibu na wewe. Kwa hiyo mtu unamfuata popote pale. I mean mtu akitaka umfuate, unamfuata licha kuwa unaumwa hivyo hivyo au hiyo inakaje? Huu sio ugonjwa, hii ni adhabu. Unaona, huu sio ugonjwa, hii ni adhabu. Nazunguka, chama kipo dunia nzima. Haijalishi upo India, upo sijui Pakistani, upo Congo, upo South Africa, upo Misri, upo USA, popote pale ambapo upo umefuata taratibu za awali kujiunga na chama, sisi tunakufuata, tunafanya taratibu zetu, unakamilisha, unakabidhiwa vitu vyako vyote. Kwa mfano Onesha mtazamaji kule kwenye kamera aweze kuona. Au kuja nifai kabisa. Mtazamaji, hizo ni baadhi ya vifaa au niseme nguo ambazo nadhani sio mgeni huwa unaona Freemason akiwa anatumia. Unaona hapo kuna pete hizo, atakuonesha. Zinaitwa accepted ring. Accepted Masonic ring. Hizi uwezi ukazikuta mtaani. Hii na ni kazi. Haitoki. Iache. Ulinzi huu. Ni toa. Mtazamaji ngoja atoe. Lakini hizi acha simetoa hiyo, aoneshe tu hapa. Hizi kutoka na zenyewe. Huu ni ulinzi huu. Pengine naona itashinda kukulinda. No, ndio maana najaribu kuitoa hapa inagoma. Ngoja niache. Aoneshe kule kwenye kamera waione. Hii hapa ni accepted Masonic ring. Ndio maana ukiangalia hapa imeandikwa Master Mason afu ina nembo ya G. Nionyeshe huko. Okay. Mtazamaji angalia hapo vizuri. Hizi huwezi ukazipata maeneo yoyote mtaani. Isipokuwa kwenye zile lodge za kwetu sisi. Napozungumzia lodge ni maeneo ya ibada. Usije ukazani lodge zile mnazotumia kufanya ngono. Hapana. Okay. Yeah, ni maeneo ya ibada yale. Ndio hizi hapa zinakuepo. Upo royo sana brother. Ndo nilivyo. Nipo kind sana. Yaani shemeji uko wapi? Yupo na watoto wapo. Nadhani hapa tukitoka hapo utaenda kuwaona. Wapo wanacheza kule nyuma kwenye swimming. Umepata adhabu hiyo. Vipi, hakuna adhabu labda ya kutoa kafara kwenye chama labda ukikosea, ukiachana hiyo ya vidonda, ukiachana ile ambayo inakudhuru wewe moja kwa moja? Sasa adhabu nikikosea mimi, kwa nini adhabu akaitumikia mtu mwingine? Hapana. Hamna adhabu ya kafara kwamba eti mtoe nani, hapana. Hamna kitu kama hicho. Jue katika maisha ya kawaida mwanaume yoyote au mwanamke akiwa anapambana ili familia yake iweze kupata mkate. Sasa nikiwa unapambana afu familia inapotea, manake furaha ya ile pesa uliyoipata inakuwa haipo tena. Kwa mimi mwenyewe nahangaika ili familia yangu iishi katika mazingira mazuri. Unaona? Ndio kitu ambacho nakifanya. Kwa hiyo siwezi kukubali kwamba eti napambana nipate hivi, niishi mimi, nitanue, niende, nisafiri, nimiliki magari mazuri, alafu familia yangu ikawa inapotea. Hamna. Kwa hiyo ni maneno tu ambayo yanazuka huko mtaani. Kuna wapumbavu malofa amekaa huko wanazusha hayo maneno, lakini hamna kitu kama hicho. Mimi mwenyewe natambua thamani ya familia. Ndio maana umeniuliza hilo swali. Ukitoka hapa twende huko nyuma swimming, utaenda kuwaona watoto na familia. Hivi umeniambia ukikosea unapata adhabu wewe mwenyewe kama wewe mwenyewe. Nataka kufahamu ile kafara za wanyama ambazo mnazifanya, huwa mnazifanya ili kulisha nini au ili kumaanisha nini hasa, kama sio adhabu, kama sio nini? Tunapotoa kafara za wanyama, nimekwambia Freemason kuna falme ambazo tunaziabudu. Kwa zile falme zina vyakula vyake. Na sio tu kafara, sio hizo unasema sijui ngamia, ng'ombe, kondoo, mbuzi, lakini pia kuna vitu ambavyo tunaambatanisha wakati tunaenda kutoa hizo kafara. Hizo ndo vyakula vya hizo falme. Kwa hiyo unapokuwa unaenda kutumikia, unapokuja kuingia katika chama ukiwa unakitumikia chama, ni kwamba unakubaliana sasa na ile miongozo na maagano yote ambayo yapo katika chama na zile taratibu zote ambayo hiyo miungu imeenda kukupangia. Kenya una nyumba kule? Kwa nyumba Kenya ipo Nairobi, lakini pia nyumba ninazo nyingi. Sasa kuna siku
ngoja tusubiri huu mwaka upinduke, nataka twende Zanzibar. Twende Zanzibar Ila Zanzibar huwezi kununua kiwanja kule Mtanganyika. Zanzibar hayo mambo tusiananilie sana, tusiyazungumzie sana, lakini inawezekana. Ila una hoteli pia niliambiwa. Ndio maana nakwambia inawezekana. Yaani hayo inawezekana. Sisi tunashukuru sana. Yani siku nitatenga muda, japokuwa nakuaga niko busy sana, nakuwa niko busy, lakini nitatenga muda tu na wewe twende tukaenjoy. Hata leo hapa nitakupatia. Na wewe usianze kusema sijui hizo kafara za nini, hapana. Na mimi najua hela ina. Sio wewe kafanyie matumizi, umekabidhiwa pesa kafanyie matumizi, wala haina shida yoyote. Watu ni wapumbavu tu na imani. Chache nataka ufafanue. Hicho ulichovaa shingoni kinaitwaje na hivi ambavyo vipo mezani vinaitwaje? Haya ni mavazi ambayo mara nyingi sana yanatumika wakati wa ibada. Na mimi sasa hivi unaona nipo katika hii adhabu, kwa mara nyingi sana ndio maana umekuta nimeziweka hivi katika rufu hizi. Mara nyingi sana huwa nafanya ibada kuwasiliana na miungu na hizo falme, ili kiwezekana adhabu yangu waweze kunistishia. Kwa hiyo hivi ni vifaa kwa ajili ya ibada. Tunashukuru sana. Ni mavazi rasmi kwa ajili ya ibada. Uwezo ukamkuta raia wa kawaida anazo hizi, isipokuwa memba. Hivi ndugu akija kukuona akija kukuona hiyo hali ulionayo mguuni, unamwona ni mtu wa aina gani? Kwanza mimi najitaga Mr. Don't care. Yaani haitajalisha wewe unaniongelea nini mimi. Yaani si up to wewe, mimi sijali. Wewe kama unakuja kwa mambo yako unakuja. Hapo ndugu mwanzoni ameongea maneno mengi, lakini wakipatiwa shida wanarudi. Sasa haya unamchukia mtu kwa nini? Wakati akija unamsaidia. Tena wanapiga simu unawatumia. Basi sasa muda mwingine unaona anasema ndio ule msemo wa Waswahili ule, bwana, mtu wenye matunda upigwa mawe. Nashukuru sana brother. Ubarikiwe pia. Bwana, nahisi au naona umepata picha halisi ya kile ambacho nilitamani ukifahamu. La maana la msingi hakikisha umesubscribe, lakini pia kama una swali lako, maoni, mapendekezo, chini ya video hii utaona comment section, hakikisha unaweka comment yako ili tuweze kwenda sawa. Tunashukuru sana father bwana, tunashukuru sana. Kameramani wangu huko anashukuru sana. Amesema msisahau hicho kitita hicho. Lazima uokote. Tena mnaokota dola. Tunashukuru sana.